Itina wa maofisa anne muvyani wa mwakikana energy kwikiwambini ni maofisa ma DCI maikononyo na kuweta mauta vanthi ya Kenya kwanzia itena umiluyu mawoni mekivathukanyo kuma kwi enendi vamwe na tongoi ni maende na kumila mutongoi wa chama cha DCP ulani Rigathi Gachagua ni wa mukonania President William Ruto kwithano uvangithisie kukwatwa kwa Gachagua yasiakana mekiwe mbini nundu wa kulia kwitikilana na wendi wa President wa uthosia wa mauta wa G2G mbunge wa Kiaru Ndindi Nyoro aiwetekana kwikiwa mbini kwa maofisa ni kauwa nene serikalini kukitana inde tiundu wa kwa ile uthukumi mwaka mwana movaso Wambini kwa amwe maofisa nene muvyani wa mauta maikonanio na kwete mauta mathuku vanthi ya Kenya kwende na ukusia mawoni kivathukanio kuma kwi atongoi na vala ula wa munini wa President Rigathi Gachagua waweta kana kwatiwe nundu wa kuleana na myamulo wa President William Ruto na ulo kuweta atawina mawendi maki mbene uthosiani wa mauta. So we are saying let the MD Kenya Pipeline, let the MD EPRA and let the PS go home. The only crime they have committed is to deny William Ruto more profit. Those are patriotic Kenyans who wanted fuel to come at a reasonable price because G2G is fixed and the profit goes to William Ruto. Gachagua inena cha thini cha kutunga muvia cha MC Award ya Kariara kuma kauntini ya Murang'a Gichobe Batia chathikira cha toiwa musini wathi kani waweta kana walanio wa G2G na ula utumika kuthoa mauta ni serikali ya nthi ya Kenya niguo utumie amekiwambini nundu wa kuthoa mauta kwi athosia makimbene kilelo ni cha kuolela Kenya muyo muito wa mathoa ma yulu mauta kindu kila ukuweta kana President William Ruto utekwenda. This PS for petroleum, the CEO EPRA and the CEO Kenya Pipeline decided because G2G is a fixed price and William Ruto wants it that way because he makes a lot of profit. They decided to get cheaper fuel so that they can help cushion the people of Kenya from price hike. And then the people who run the G2G on behalf of William Ruto reported to him that these people have brought competition with you and you are going to lose your profit. That is why they have been arrested. Teto sia Gachagua ni sia kwatomba uni muyumbe wa kiliombunge cha Kiaru Ndindi Nyoro vala inena na ndikima movo wa theke ya kwikiwambini kwa maofisa iwetakana kila kiende ni kivathukanio na kila ene ndimene vala wawetakana kwikiwambini kwa maofisa asu ni kauwa ndongo isilikalini ino na kiyutethia mwene nthi. The issue of arrests of the EPRA CEO and the Kenya Pipeline and the PS for energy and especially the petroleum part. It has very little to do with the welfare of Kenyans. It has everything to do with watu wadogo wamekula chakula ya mzee. Muyumbe huu wa Kiaru ni wakulia ndongo isilikalini kuweka kulichavia sala sio sia kimbene na mawendi mo thinane wa mauta ulauto na ukusi wa vanthi ya Kenya ivindane zitevasa. How can we seek to benefit in a crisis to entrench business interests at a time where other countries are dealing with this kind of crisis to manage their economies? Here we are busy managing our personal interests and entrenching them. That for avoidance of doubt, the company that deals with G2G and handles 75% of the volumes is the same company that is dealing with exploiting our Turkana oil resources. Ndongo ino ingine unyokanyo muvyu kwa serikali kana Kenya mathikila kuongelelwa thoa wa mauta ndi serikali elita uthesia koti wa mauta undu mwe na kuvatha kinandu kimwana cha kutethesia thoa wa mauta kuthea. Kenyans are not going to accept any variations in fuel prices in the middle of April before the government talks about lowering the fuel levy by first abolishing the 7 shillings that was added in 2024. Secondly, before the government offers subsidies to Kenyans and Kenyan factories. And number 3, before we make fuel VAT exempt. Dilivotia vilingi wa movoni toa mwaka mweu.